Radio 102.0 FM. NHIF ni ya muhimu katika maisha yako, si ya muhimu tu ila tu ni ya muhimu pia katika maisha yako. Asante sana. Toka nentera abo misakuru sensemelia NHIF Mr. John. Ama itakuwaje Mr. John? Nilikuwa na Alright. Yes. Wewe pandisha. Nakwambia uko hapa ndani ya NHIF. Kibanda chetu cha NHIF katika mkono wangu wa kushoto nina maafisa kutoka sehemu yetu yenye mira, maafisa wa NHIF ambao wanatujulisha na kutufahamisha kuhusiana na UHC Super Cover. Na hivyo basi ukiwa hapa unasema maisha na stress na unasaidia kwa muda kama huu, tunataka kumleta MC Super MC NHIF, MC UHC Cover, MC bila stress, MC outpatient service package yote, MC dialysis package, yes, MC mama package, MC Thomas. Karibu sana. Ningependa kukuachia nafasi hiyo ili tuletee afisa wetu wa NHIF atujulishe na atufahamishe. Tunazungumza peke yetu, lakini yeye ataweka mambo bayana hapa. Asante sana. Karibu sana aweze kuingia pale tuweze kuzungumza mawili matatu pamoja na yeye, akiwa ameangalia kamera yangu, naangalia kamera yangu kidogo, alafu kisha tena unaangalia wale wanauza pale. Unyimbotenga ya nomobsa kurwase ekyombeke NHIF oramo na intoye maseye mo omunginonye kubwatse libolyo. Songea karibu tu uweze kumuuliza, lakini kwanza kabisa dadi, karibu sana ndani ya studio zetu. Majina uweze kumujulisha manyi moteli ya Samarieta na kiukurukwa egera kumanye. Asante sana mtangazaji. Kwa majina mimi naitwa Bernard. Yes. Mimi nafanya NHIF hapa Nyamira. Ofisi yetu iko Nyamira town. Tumekuja siku ya leo ili tuwaletee hii manufaa ambayo imekuwa watu wengine wakikuwa wakifaidi. Leo tumekuja hapa Miruka. So kwa hivyo lazima uchukue hii fursa leo tuhakikishe kwamba wewe nyuma. Kadi ya NHIF imepata kusaidia watu wengi. Mbeleni watu walikuwa wanauza mashamba, biashara inafungwa mtu anapokuwa hospitali. Lakini unapokuwa na kadi ya NHIF unahakikisha kwamba biashara yako imelindika, hata kama ukiwa na mgonjwa. Siku hizi gharama ya hospitali imeenda juu sana. Mambo ya matibabu kama upasuaji, mambo ya kansa, mambo ya shida ya figo kama hii inaitwa dialysis imefanya watu wengi kuwa maskini. Lakini na kadi ya NHIF hiyo mali yako inaweza lindwa. Wewe ukiwa ni mtu hasila unatafuta zako, alafu unapata kwamba biashara yako inakuwa na shida kidogo kidogo, ukiwa na kadi ya NHIF hiyo biashara yako itaweza kulindika. Kama mama akienda kujifungua hapo, kadi ya NHIF inakulipia kila kitu. Unaenda tu, mama anajifungua, mtoto anachanjwa, anafanyiwa hizo vitu zote na unarudi nyumbani bila hata kulipishwa chochote. Kwa hivyo nataka kila mmoja wetu hapa Miruka uhakikishe kwamba umejiandikisha na kadi ya NHIF. Hapa Miruka kuna hospitali nyingi ambayo inatumia kadi ya NHIF. Unapoenda hospitali lazima kwanza uulize kama hiyo hospitali inatumia kadi ya NHIF. So ndio upate kwamba usilipe chochote kutoka kwa mfuko yako, kwamba hiyo kadi yako iwe imekulipia kila kitu, na hiyo kadi yako inakulipia
wewe kama mzazi, kama umeolewa, bwana na bibi wote mnasimamiwa na hiyo kadi, pamoja na watoto wenu wote kama ni zaidi ya chini ya miaka 21. Lakini hata kama amepita hiyo miaka 21 na mtoto bado ako shuleni, hiyo kadi bado itakuwa inakusimamia. Kama pia mtoto ni mlemavu na ambaye hawezi jisaidia kwa vyovyote, hiyo kadi ya mzazi itakuwa inamlipia maisha yake yote. Kwa hivyo unaona manufaa ya NHIF. So ninataka niwahimize zote kwamba unapofanya biashara yako, hakikisha kwamba unatenga sehemu kidogo kila siku. Kama siku ya soko, unaweza sema tu leo kila siku ya soko ninatenga shilingi 100. Hiyo kwa mwezi, kama ni soko 5 hivi, utakuwa umelipa hiyo ya mwezi. So tuhakikishe kwamba tumejiandikisha. Asante sana. Okay, thank you so much. Kabla uweze kutoka, labda hii NHIF inabeba watu wa kiasi kipi? Mimi niko na watoto 12, niko na watoto 17. Wote wataingia pale katika NHIF ama vipi? Hata kama wako 30. Yes. Wote ni wako. Okay. Umewazaa. Okay. Hiyo hata kama ni bibi na ni zaidi ya sijui ngapi, okay, na wote ni watoto wako. Okay. Hiyo kadi moja utaweza ukawaweka hao watoto wote. Na labda hii NHIF inaanzia mtoto, tunakuanga na tuko na mtoto ambaye ni wa kuanzia sekunde moja kwenda na maisha yake pale hadi miaka fulani. Labda NHIF inaanzia miaka mingapi ndo iweze kuanza kulipia yule mtoto? Je, akiwa na mwaka mmoja, akiwa na siku 2, akiwa na siku 3, anaweza saidika na hii NHIF? Mtoto tu anapozaliwa hivi, hiyo saa hiyo vile amezaliwa, hata kama amezaliwa kabla hajafika siku zake, yes, kadi tayari inaanza kumsimamia. Yes. Na tuko na different insurances, tuko na kadi tofauti. Kuna yule pana ananiambia kwamba mimi niko na kadi kutoka kampuni fulani, lakini kuna NHIF. Ni nini kile ambacho tunasema kwamba NHIF ni muhimu zaidi ya zile zingine? Kadi ya NHIF ni maana kuliko insurance zote. Sababu ya kwanza, sisi hatubagui ugonjwa. Kuna insurances nyingi huwa haiwezi ikasimamia magonjwa zingine zote, lakini sisi hatuwezi bagua. Yes. Ya pili ni kwamba hatuna limit ya miaka. Insurances zingine zinatafuta wale watu wachanga tu wenye ambao hawakuagi wagonjwa, lakini sisi NHIF hatuwezi tukawabagua. Bora wewe ni Mkenya, uko na kitambulisho yako na umejiandikisha, hata kama wewe ni mtu wa miaka 100 bado tutakuandikisha. Alafu ingine ni kwamba NHIF peke yake iko na mahospitali nyingi ambayo inatambua hiyo kadi ya NHIF. Tuko na zaidi ya karibu hospitali 10,000 Kenya. Na hakuna insurances ingine yenye hata iko na hata kama 4,000 hivi. So unaweza ona kwamba NHIF huwezi ukalinganisha na kadi na insurances zingine. Alafu malipo, yes, ni kwamba unapolipa 500 hata kama nyinyi ni 30, nataka ufanye hiyo hesabu. Okay. Watu 30 kusimamiwa na shilingi 500 kwa mwezi. Hiyo ni kama shilingi ngapi kwa kila moja wao? Hiyo ni pesa kidogo, ni pesa kidogo sana. Lakini insurance zingine lazima kila mtoto alipiwe yake, kila moja yao. So unaona tofauti. Ukiwa tu na hiyo 500 yako, familia yako yote, hata kama mko 10 ama 20, watakuwa wamelindwa wote. So unaona hiyo manufaa nyingi sana ya NHIF. Pia ofisi zetu ziko kila kona ya nchi. Hata hapa sisi tuko Nyamira hapa, na hata mahospitali zote zetu wanaweza hata wakaandikishwa watu. Hata siku ya leo, siku ya soko kama leo, tumekuja pia kuandikisha. Kabla niweze kumbisha mtangazaji mwenza hapa, labda kuna yule pale anasema mimi nilikuwa nafanya kazi na serikali, lakini nikafika miaka yangu ya kwenda retire. Lakini kwa sasa serikali ama kwa ile kampuni ambayo nilikuwa nafanyia kazi, labda kazi yangu iliweza kuisha, na kwa sasa nashindwa nifanye nini? Nimekaa karibu miaka 2 ama miezi 3 sijaweza kulipa. Nifanyeje niendelee kuwa member? Asante sana. Kama wewe umekuwa ukifanya kazi alafu labda ukaretire ama kazi ikakatika, unaweza tu endelea na hiyo kadi yako kwa kujilipia shilingi 500 kwa kila mwezi. Okay. Pia sababu kazi siku hizi inakatika, iwapo imekatika, unakuja tu unalipa kwa hiyo miezi. Siku ile ukipata kazi inaanza kukatwa kwa hiyo mahali penye unafanya kazi. Alafu maisha inaendelea, unahakikisha kwamba umelindwa
kila wakati. Niko na mtangazaji mwenza hapa, naona kwamba hako na swali. Tulia tu pale. Kumbuka kwamba ni Radio Vuna 102.0 FM tukiwa na NHIF. Maafisa wako hapa wanaendelea kufanya kazi yao vizuri na vyema zaidi kuhakikisha kwamba wamekuandikisha kama ngugu pale, na labda huko na swali ungependa kuuliza, akaribia katika tenti ya kwetu hapa tuweze kuelewa, kujumuishwa na kujulishwa mengi zaidi. Johnny Away. Asante sana mtangazaji Mbuna. Karibu sana afisa. Nina swali tu ningependa kuuliza kwa niaba ya Wakenya wote hawa. Yes. Kuna wale vijana ambao wamemaliza shule. Yes. Ana uwezo wa kuuza SIM card kwa barabara. Yes. Anaweza na amefikisha umri wa miaka 18 na kwenda juu. Anaweza kuwa member? Yes, anaweza kuwa member. Bora ako na kitambulisho na anaweza akapata hiyo pato kidogo, atajiandikisha na kuwa member. Yes. Umetaja kitu kizuri ulipokuwa nazungumza na mtangazaji Mbuna kwamba insurance zingine zinatafuta wale watu ambao hawawezi kuwa wagonjwa na wafu. Hawataki watu wafifu. Yes. Sababu hawataki kuachilia pesa. Yes, yes. Kwa hivyo NHIF inajivunia nini kwa sababu inajiunganisha na hata wale wafifu? Yes, sababu hii NHIF inaangalia maslahi ya kila mtu. Inakujali wakati ukiwa chini ama hata wakati ile unapokuwa dhaifu ama ukiwa mgonjwa, inahakikisha kwamba sababu hatuwezi tukapagua. So NHIF haina ubaguzi yoyote. Yes. So hii ni tofauti kubwa sana sisi kulinganishwa na insurance zingine. Kuna swali lingine ambalo limekuja likanifanya nije hapa. Nimeona katika package zetu kuna kitu kinaitwa mental and behavioral health package. Yes. Kidogo tu ungeeleza msikizaji na mtazamaji, manake tuko YouTube live na kwenye live kwenye radio yetu, aweza kujijulisha mental health behavioral service ni gani, hii package ni gani? Mental health ni ile hali ya msongo wa mawazo. Watu wengi si kando tu na kuwa na ugonjwa ya mwili, pia wako na ugonjwa ya mawazo. Alright. Sababu ya shida mingi sana Kenya, sana siku hizi kuna shida ya stress mingi sana ambayo inaleta hiyo ugonjwa ambayo inaitwa mental health. Yes. Ambayo pia hata ni hatari hata kuliko ile ugonjwa zingine za mwili. So NHIF pia, kadi ya NHIF inatumika kutibu hii shida ya mental health. Yes. So ukiwa na kadi ya NHIF, daktari atakukagua, wale tunaitanga psychiatrist ama mental health specialist. Yes. Wanakagua mgonjwa, alafu wanaweza wakapeana matibabu kulingana na hiyo ugonjwa na mtu anaweza kupata kusaidiwa. So hii ni ugonjwa yenye insurance zingine huwa hawajakamilisha, hawajasimamia vizuri, lakini NHIF inasimamia hii shida. Alright. So yoyote kama mtu ako na ugonjwa ya mawazo ama hii inaitwa mental health, yes, ajue kwamba ukiwa na kadi ya NHIF, hiyo kadi imekusimamia matibabu yote yenye inahusikana na hiyo shida, inasimamiwa na NHIF. Umeelezea vizuri. Labda kuna yule anashangaa sisi NHIF tutaipata wapi? Ndio tunasikia kwa mara ya kwanza. Kwa mfano kuna mama amekuja hapa akasema leo ndio nimesikia NHIF na nimeacha kipande nyumbani, nitafanyaje? Aje wapi? Labda huenda tusikue hapa leo, kesho na kuendelea. Asante sana. Huduma zetu hapa Nyamira County ni kwamba tuko na ofisi inaitwa Sakami Building karibu na Kenya Women. Hiyo benki ya Kenya Women. Chini kuna Kenya Women, alafu juu ndio tuko ofisi na tuko na ofisi yetu ya NHIF. Pia tuko hapo kwa Huduma Center. Unapokuja hapo Huduma Center, tuko na ofisi hapo ambayo tunahudumia watu wetu. Pia tumefanya mipango na mahospitali zetu ambayo tumeandika contract na hao, wanaweza wakaelekeza watu jinsi ya kuandikishwa. Alright. Sababu hata siku hizi kujiandikisha tu ni simu yako, hata ile kabambe ile inaitwa mulika mwizi. So unafinya tu *155# alafu atakupatia password hapo, unaelekea polepole mpaka unaweza ukajiandikisha. Alright. So kuna njia nyingi sana yenye unaweza ukajiandikisha. Alright. Asante. So unapokuwa kila mahali, karibu sana ukiwa Nyamira Town, Huduma Center, na hata ukienda kuuliza kwa ile hospitali yoyote ambayo inatumia kadi ya NHIF, yes, pia wanaweza wakakusaidia. Alright. Huyu amekuwa ni afisa wetu wa NHIF ambaye ametuelezea. Tutakuwa tunamleta hapa tena baadaye ili kuweza kuhakikisha kwamba tumejiandikisha. Amesema yeye ndio baba yetu leo hapa, anaitwa Baba NHIF leo. Asante sana.
baba yetu Kiati pale. Hivyo ndugu mpenzi msikizaji, mtazamaji wake Vuna TV, tupo katika soko la Miruka ambapo tunaendelea kufanya usajili wa NHIF members. Activations zinafanyika hapa, na hakikisha kwamba umefika katika soko hili ili kuweza kujipatia ujumbe mwafaka. Unapoangalia nyuma yangu, maafisa wa NHIF wanaendelea kufanya kazi nzuri. Hivyo unafaa kuja na kitambulisho chako hapa ili kuweza kujiandikisha na kuwa mwanachama. Tunasema NHIF, maisha bila stress. Maisha yangu, haki yangu, ishi maisha bila stress. DJ Yombuna, uko wapi?